Mko naye mwalimu na mwinjilisti Pastor Christopher toka Namibia. Niko hapa South Africa. Tumeingia kwenye studio ya ndugu Evangelist John Alimasi. Nimekuja tu nikutie moyo katika maandiko matakatifu. Ninajua unakumbana na mengi katika ulimwengu huu ambao Adamu aliuharibisha, lakini pamoja na hiyo kuna matumaini makubwa katika maandiko matakatifu. Kulingana na kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 12 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema kwamba Bwana Mungu alimwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa lako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nilikuwa nataka nikufundishe kitu kimoja hapa, namna gani unaweza kufikia malengo. Kuna karibu ngazi 5 kubwa zinazoweza kusaidia kufikia malengo. Muda mwingine ulishawahi kutafuta, maisha inakataa, unapanda unashuka, kumbe pia hauna mradi au mpango, hauna mchoro. Ndio maana nimejenga misingi katika hili andiko. Ibrahimu kama alifika kubarikiwa akawa baba wa imani, sio tu baba wa imani lakini pia kwenye mafanikio makubwa ambayo ameyafikia. Kwa hiyo sasa nakutia moyo kwamba na wewe kamatia hapa tuone hizi ngazi 5 zilizomsaidia Ibrahim akawa mtu mkubwa. Maandiko yanasema kwamba Mungu alimwambia aondoke. Kwa hiyo ili kwamba ufikie malengo, kitu cha kwanza ni kuamua. Sasa pamoja na kuamua, sio tu kwa mzaa, kuna vitu na achaka. Walimwambia karibu vitu 4. Kitu cha kwanza aondoke katika nchi. Kitu cha pili aliambiwa aache wazazi. Kitu cha tatu aliambiwa aache ndugu, lakini pia aliacha pia na watu wengine ambao walikuwa muhimu kwake, lakini akaamua. Kitu cha kwanza ni kuamua. Ukitaka kufikia malengo lazima uamue. Kuna vitu lazima pime kwanza. Neno la pili liko kwenye kitabu hicho cha Mwanzo tu sura yake ya 13 mstari wa 9. Ibrahimu miaka ilisonga anasubiri, hakuna matokeo. Kumbe haujafanyikiwa sababu kuna watu ambao wana bloki. Pour ufikie malengo lazima ujitenge na wakina Lutu. Alikuwa amebeba mtu ambaye hawakumuita naye. Kwa hiyo ninajua kuna miradi ulianza na mtu ambaye hamkuitwa pamoja na hiyo lazima ujitenge na wakina Lutu, ujitenge na dhambi, ujitenge na watu ambao hawajafanyikiwa, utafikia malengo. Hiyo haijakuwa tosha, kuko bado neno la 3 hapa. Neno la 3 ni kwamba kiwa unataka kufikia malengo lazima uwe na mtu. Kama hauna mtu hautajua njia. Ifo wakuite. Mimi hapa naongea niko nchini South Africa. Ikiwa nimeingia hapa ni kwa sababu nina mtu, na wewe ukiwa na mtu utajua mengi. Ukiwa na mtu utapanda ngazi. Neno liko lingine hapa. Uhakikisho unayamaliza yote, unayaheshimu, unayafikia yote. La 4 ni kwamba ni kukubali kupoteza. Barua ya Paulo kwa Wafilipi sura yake ya 3 mstari wa 7, Paulo alisema kwamba kuna mambo yaliyokuwa faida kwangu, lakini kwa ajili ya upendo wa Kristo nimeyahesabu kama mavi. Alikuwa na mambo mengi makubwa, karibu mambo 10 iliyo faida kwake. Ilikuwa faida wakati angali mdini la Kiyahudi, lakini alipotaka kufikia malengo makubwa katika Kristo, Paulo aliamua kuacha. Lazima kuomba, lazima kuacha hivi ili kwamba upate ngazi. Kama unaona kwamba bado sijaacha, kwa hiyo basi hautapata kingine. Na neno la 5 na la mwisho ni kuwa na imani. Ibrahimu alikuwa kufanyikiwa mtoto, ameshakuwa mzee. Kuna watu wengine wanafanyikiwa katika watoto wao, waliwafundisha, waliwasomesha, na wengine walizeheka, wanakula raha baada ya watoto kufanyikiwa. Kuna vingine tunakula raha kulingana na mti ulioupanda, unakuja kuleta matunda miaka imeenda. Yaani kumeomba imani. Tunahitaji pia imani ili kwamba ufikie malengo. Shika haya, yatakusaidia. Ulikuwa tu naye yule mwalimu na mwinjilisti Pastor Christopher. Mengi zaidi nitafute kwenye namba +264812535798. Asante sana, Mungu awabariki.